Habari na karibu tena. Katika video ya leo, tunazungumzia kwa undani dalili za mwanzoni za maambukizi ya virusi vya ukimwi, HIV, ambazo zinaweza kuanza kujitokeza ndani ya wiki ya kwanza au ya pili baada ya virusi kuingia mwilini. Ni muhimu kufahamu kuwa watu wengi wanaopata maambukizi ya HIV hupata dalili zinazofanana na mafua makali ndani ya wiki 2 hadi 4 baada ya kupata maambukizi. Baada ya virusi vya HIV kuingia mwilini, huanza kushambulia hasa chembe nyeupe za damu zinazojulikana kama seli za CD4, ambazo zina jukumu muhimu sana katika kulinda mwili dhidi ya magonjwa. Kadri virusi hivi vinavyoanza kuongezeka ndani ya damu, ndipo mwili huanza kutoa mwitikio wa kinga na kusababisha dalili mbalimbali. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Bidhaa zetu zinatoka India, Ghana, China na hapa Tanzania na nchi zingine. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Kabla hatujaendelea na maelezo ya kina, sasa tuchambue kila dalili kwa kina zaidi ili kuelewa kinachotokea ndani ya mwili mpaka dalili hiyo inaonekana. Dalili ya kwanza, homa. Baada ya virusi vya HIV kuingia mwilini, huanza kuingia ndani ya seli za kinga, hasa seli za CD4, na kujizalisha kwa haraka sana. Wakati virusi hivi vinaongezeka mwilini, mfumo wa kinga hutambua kuwa kuna kitu kigeni kimeingia ndani ya mwili. Kwa sababu hiyo, mwili huanza kutoa kemikali maalum za kinga zinazoitwa cytokines, ambazo husaidia kuamsha mfumo wa ulinzi wa mwili kupambana na maambukizi. Kemikali hizi pia huathiri sehemu ya ubongo inayodhibiti joto la mwili na kusababisha joto la mwili kupanda. Ndio maana mtu huanza kupata homa. Homa hii mara nyingi huanza ghafla na inaweza kuambatana na hali ya mwili kuwa mzito, uchovu na wakati mwingine baridi kali. Hii ni ishara kwamba mwili wako umeanza vita dhidi ya virusi vilivyoingia. Dalili ya pili, uchovu. Virusi vya HIV vinapoanza kuongezeka ndani ya mwili, vinaweka mzigo mkubwa kwa mfumo wa kinga. Mwili hulazimika kutumia nguvu nyingi kutengeneza seli mpya za kinga na kujaribu kuzuia kuenea kwa virusi. Wakati mchakato huu unaendelea, mwili hutumia nishati nyingi zaidi kuliko kawaida. Hali hii husababisha mtu kuhisi uchovu, hata kama hajafanya kazi yoyote nzito. Pia, kemikali zinazotolewa na mfumo wa kinga wakati wa kupambana na virusi huathiri ubongo na misuli na kusababisha hisia ya kuchoka kupita kiasi. Ndio maana mtu anaweza kuhisi hana nguvu mwilini na kutaka kupumzika muda mwingi hata baada ya kulala au kupumzika. Dalili ya tatu, tezi kuvimba. Tezi za lymph ni sehemu muhimu sana ya mfumo wa kinga wa mwili. Tezi hizi zipo katika maeneo mbalimbali kama shingoni, makwapaini na maeneo ya mapajani karibu na sehemu za siri. Kazi yake ni kuchuja vijidudu na kusaidia mwili kutengeneza askari wa kupambana na maambukizi. Virusi vya HIV vinapoingia mwilini, huanza kujikusanya ndani ya tezi hizi kwa sababu ndiko kunakopatikana seli nyingi za kinga. Wakati mwili unapojaribu kupambana na virusi, tezi hizi huanza kufanya kazi kwa nguvu zaidi. Kutokana na shughuli hii kubwa, tezi hujaa seli nyingi za kinga na kuanza kuvimba. Ndio maana mtu anaweza kugundua uvimbe mdogo shingoni, makwapani au sehemu za mapajani. Mara nyingi uvimbe huu hauna maumivu, lakini unaweza kuhisiwa unapogusa eneo hilo. Dalili ya 4, vipele vya ngozi. Ngozi ni moja ya sehemu ambazo zinaweza kuonyesha mapema kwamba mwili unapambana na maambukizi. Virusi vya HIV vinapoanza kuongezeka mwilini, mfumo wa kinga hutoa kemikali mbalimbali zinazolenga kupambana na virusi. Kemikali hizi wakati mwingine husababisha mabadiliko katika mishipa midogo ya damu iliyo karibu na ngozi. Matokeo yake, ngozi inaweza kuonyesha vipele vidogo vya rangi nyekundu au madoa yanayoonekana hasa kifuani, mgongoni au usoni. Vipele hivi hutokea kwa sababu mwili wako unajaribu kuondoa au kudhibiti virusi vinavyozunguka kwenye damu. Wakati mwingine, vipele vinaweza kuwasha kidogo, lakini mara nyingi havina mwasho mkubwa na vinaweza kutoweka baada ya muda mfupi. Dalili ya 5, maumivu ya misuli na viungo.
Kadri mwili unavyojaribu kupambana na virusi vya HIV, hutengeneza kemikali za kinga ambazo husababisha hali ya uvimbe ndani ya tishu mbalimbali za mwili. Hali hii ya uvimbe inaweza kuathiri misuli na viungo vya mwili. Wakati kemikali hizi zinapozunguka kwenye damu, zinaweza kufanya misuli ihisi maumivu au uzito, kama vile mtu aliye na homa kali au mafua makali. Maumivu haya yanaweza kuonekana kwenye mikono, miguu, mgongo au kwenye viungo kama magoti na mabega. Hii ni ishara kwamba mwili wako umeanzisha mapambano dhidi ya maambukizi mapya yaliyoingia ndani yake. Dalili ya 6: koo kuuma. Wakati virusi vya HIV vinaongezeka mwilini, vinaweza kusababisha mwili kutoa mwitikio wa kinga katika maeneo mbalimbali ikiwemo koo. Mfumo wa kinga unapojaribu kupambana na virusi, huleta chembe nyingi za kinga katika tishu za koo. Kuongezeka kwa chembe hizi pamoja na kemikali za kinga husababisha kuvimba kwa tishu za koo. Uvimbe huu husababisha maumivu na wakati mwingine kufanya mtu ahisi kumeza chakula au mate kunakuwa kugumu. Aidha, wakati mwingine vidonda vidogo vinaweza kutokea kwenye utando wa mdomo au koo kutokana na mabadiliko ya kinga ya mwili. Hali hii husababisha koo kuuma kwa muda ambao unaweza kudumu kwa siku kadhaa. Dalili ya 7: maumivu ya kichwa. Maumivu ya kichwa yanaweza kutokea kwa sababu kadhaa wakati wa maambukizi ya awali ya HIV. Kwanza, homa inayotokea mwilini inaweza kusababisha mishipa ya damu kwenye kichwa kupanuka na kusababisha maumivu. Pili, kemikali za kinga zinazotolewa wakati mwili unapopambana na virusi zinaweza kuathiri mfumo wa neva na kusababisha mtu kuhisi maumivu ya kichwa. Maumivu haya yanaweza kuwa ya wastani au makali na wakati mwingine huja na kuondoka mara kwa mara. Mara nyingi yanaambatana na dalili nyingine kama uchovu au homa. Dalili ya 8: kutoka jasho usiku. Wakati virusi vya HIV vinaendelea kuongezeka mwilini, mfumo wa kinga hubadilisha namna mwili unavyodhibiti joto lake. Hali hii inaweza kufanya mwili kutoa jasho jingi, hasa wakati wa usiku. Katika kipindi hiki, mwili unaweza kupanda joto na kisha kushuka tena ghafla. Mabadiliko haya ya joto huchochea tezi za jasho kufanya kazi kupita kiasi. Ndiyo maana mtu anaweza kuamka usiku akiwa ameloa jasho hata kama hali ya hewa siyo ya joto. Jasho hili linaweza kuwa jingi kiasi cha kulowesha nguo au mashuka. Dalili ya 9: kichefuchefu, kutapika au kuharisha. Virusi vya HIV vinaweza pia kuathiri mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Baada ya kuingia mwilini, virusi hivi vinaweza kuathiri utando wa ndani wa utumbo na kusababisha mabadiliko katika namna chakula kinavyomeng'enywa. Mfumo wa kinga unapojaribu kupambana na virusi katika eneo la tumbo na utumbo, unaweza kusababisha mtu kupata kichefuchefu au kutapika. Aidha, utumbo unaweza kufanya kazi kwa kasi zaidi na kusababisha kuharisha. Dalili hizi zinaweza kudumu kwa siku kadhaa na wakati mwingine husababisha mtu kupoteza hamu ya kula. Dalili ya 10: vidonda vya mdomoni au sehemu za siri. Wakati virusi vya HIV vinaanza kudhoofisha baadhi ya sehemu za mfumo wa kinga, mwili unaweza kuwa rahisi kupata vidonda katika maeneo yenye utando laini kama mdomoni, koo au sehemu za siri. Virusi hivi vinaweza kusababisha mabadiliko katika seli za maeneo haya na kufanya tishu ziwe rahisi kupata vidonda. Pia, kupungua kwa uwezo wa mwili kupambana na vijidudu vingine kunaweza kuruhusu bakteria au virusi vingine kusababisha vidonda hivi. Vidonda hivi mara nyingi huwa na maumivu na vinaweza kufanya mtu ahisi maumivu wakati wa kula, kuzungumza au hata kumeza mate. Angalizo muhimu. Ni muhimu kufahamu kwamba kuwa na dalili hizi pekee hakumaanishi moja kwa moja kuwa mtu ana maambukizi ya HIV. Dalili hizi zinaweza pia kusababishwa na magonjwa mengine kama mafua, malaria au maambukizi ya virusi vingine. Njia pekee ya kupata uhakika ni kufanya kipimo cha HIV katika kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kupima mapema husaidia kupata matibabu mapema na kuishi maisha marefu yenye afya njema. Ni muhimu kufahamu kuwa virusi vya HIV vinapoingia mwilini havionekani mara moja katika vipimo vya kawaida. Kuna kipindi kinachoitwa kipindi cha dirisha la maambukizi, ambapo virusi vinaanza kuongezeka mwilini, lakini bado vinaweza visigundulike mapema sana katika vipimo fulani. Kibiolojia, virusi vya HIV huanza kuzaliana ndani ya seli za kinga ndani ya siku chache baada ya kuingia mwilini. Ndani ya takriban siku 7 hadi 14, kiwango cha virusi katika damu huanza kuongezeka kwa haraka sana.
Katika kipindi hiki, mwili huanza kutoa mwitikio wa kinga, na hapo ndipo dalili za mwanzo zinaweza kuanza kujitokeza kwa baadhi ya watu. Hata hivyo, kwa vipimo vya kawaida vya damu vinavyotafuta kinga mwili za HIV, mara nyingi virusi vinaweza kuonekana wazi zaidi baada ya wiki 3 hadi 6 tangu maambukizi yatokee. Ndiyo maana wataalamu wa afya wanashauri mtu aliyekuwa katika hatari ya maambukizi kupima tena baada ya muda fulani ili kupata majibu sahihi zaidi. Kwa sababu hiyo, ni muhimu sana kuchukua tahadhari kabla ya kufikia hatua ya maambukizi. Umuhimu wa kutumia kinga wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Moja ya njia kuu ambazo virusi vya HIV huenea ni kupitia kujamiiana bila kutumia kinga. Wakati mtu mwenye maambukizi anaposhiriki tendo la ndoa bila kinga na mtu ambaye hana maambukizi, virusi vinaweza kuingia mwilini kupitia majimaji ya mwili kama damu au majimaji ya uzazi. Kutumia kinga kama kondomu husaidia kuzuia majimaji haya kugusana moja kwa moja kati ya watu wawili. Hii hupunguza kwa kiwango kikubwa uwezekano wa virusi kuingia mwilini. Kondomu inapovaliwa na kutumiwa kwa usahihi, inakuwa kizuizi kinachosaidia kulinda afya ya watu wote wawili. Kutumia kinga si ishara ya kutokuaminiana, bali ni hatua ya kulinda afya ya maisha ya sasa na ya baadaye. Umuhimu wa kuepuka vitu hatarishi vinavyoweza kusababisha maambukizi ya HIV. Mbali na kushiriki tendo la ndoa bila kinga, kuna mambo mengine hatarishi ambayo yanaweza kusababisha maambukizi ya HIV. Mfano wa mambo hayo ni kutumia sindano au vifaa vyenye ncha kali vilivyotumiwa na mtu mwingine bila kuviosha au kuvisterilisha. Vilevile, kujichora michoro mwilini au kutoboa sehemu za mwili kwa kutumia vifaa visivyo safi kunaweza kuongeza hatari ya maambukizi kama vifaa hivyo vilitumikwa na mtu mwenye virusi. Ni muhimu pia kuwa makini wakati wa kushughulika na damu au majimaji ya mwili wa mtu mwingine bila kinga za kujilinda. Kuepuka mazingira hatarishi na kufanya maamuzi yenye tahadhari ni hatua muhimu ya kujilinda dhidi ya maambukizi. Kuelewa jinsi virusi vya HIV vinavyoanza kufanya kazi ndani ya mwili na kutambua dalili za mwanzo kunaweza kusaidia watu kuchukua hatua mapema. Hata hivyo, njia bora zaidi ya kulinda afya ni kujikinga kabla ya maambukizi kutokea kwa kutumia kinga wakati wa kushiriki tendo la ndoa na kuepuka vitendo hatarishi. Pia ni muhimu sana kufanya vipimo vya afya mara kwa mara katika vituo vya afya ili kujua hali yako mapema. Kupima mapema husaidia kupata ushauri sahihi wa kitabibu na kulinda afya yako pamoja na afya ya wengine. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.